Gospel Clouds TV, empowering lives. Kitabu cha Zaburi 115 verses 16 mstari wa 16 up to 20. mpaka mstari wa 20. Then you will discover utaweza kugundua that the call of Joseph, mwito wa Joseph, it is something that was premeditated, ni kitu, something that was organized by God, kitu kilichokuwa kimepangwa na Mungu, something that you cannot be able to run away from, kitu ambacho hauwezi ondokea, something that God had planned, initiated and organized. kitu ambacho kilikuwa kimepangwa na kimewekwa. So what happens to you, kile kimefanyika you kwako only find yourself there ni kujipata ulijipata and pale, you become a robot. na umekuwa kama kikaragozi tu. You just walk because God is telling you to work. Unafanya kwa sababu Mungu You alikuwa, do things not as per your plan, si kwa sababu ya mpango wako, but as the plan of God. lakini kwa mpango wa Mungu. In the book of Psalms 105, please, Kitabu cha Zaburi 105, the Bible says, na Bible inasema in the verse number 16, mstari wake wa 16, moreover he called for a famine, for upon the land he brake the whole staff of the bread. Verse 17, he sent a man before them, akatuma mtu mbele yao. even Joseph, who was sold as a servant. Hata Joseph aliyeuzwa kama mtumwa, God called for a famine. Mungu akaleta njaa, God called for a disaster. Mungu akaleta baraa, Many years before. ile ambayo haipo mbeleni. But before the disaster came, Kabla ya baraa kuja, a man by the name Joseph had been prepared. mtu anaitwa Joseph akawa ametayarishwa. Because when Joseph went there to the king to interpret the dream, Wakati Joseph alienda kutafsiri ndoto ya mfalme, he was long time born. alikuwa miaka hiyo amezaliwa. He was born long time ago. Alizaliwa miaka hiyo ya zamani. He was not born during the disaster. Hakuzaliwa wakati huo wa njaa. He was born Alizaliwa long time ago, like 40 years ago. miaka kama 40 imepita. And the preparation of the famine, Na kukandaliwa kwa njaa ile, it was 40 years to come later. ni miaka 40 iliyokuja baada hiyo. So Joseph was prepared Joseph akaandaliwa around 50 years before, kama miaka 50 kabla ya that you will become the savior utakuja kuwa mkombozi of this nation, kwa taifa hili, not nation of your land, si taifa yenu, a nation far away, taifa la mbali ambalo si a nation that you don't belong to. taifa ambalo si taifa la. So when the famine came, Wakati njaa ilipotukia, a man to come and counter the famine was already prepared. mtu ambaye alikuja ndio aokoe alikuwa He was ametayarishwa. existing. Alikuwa ametayarishwa pia. Before the famine came, Kabla ya njaa kuja, Joseph was existing. Joseph alikuwaga tu. And that is the bad side of the calling that you have. Hiyo ndio hatari wa mwito uliokuwa nao. You are existing because of a problem you don't know. Uko hapo kwa sababu ya shida ambayo hauijui. You are existing because of a challenge that is come 10 years to Uko hapo come. kwa sababu ya changamoto zinakuja You are existing because there is something so strong that you will have to counter. unakana unaishi kwa sababu ya mambo yaliyo mbele kubwa. So the wars you'll be going through, Hiyo ndio inafanya upitie mbali. the wars, the vita, the wars that you'll be going through your life Vita ambazo unazipitia kwa maisha yako are wars that you don't understand the direction. ni vita ambazo hauzielewi mwelekeo wake. What you will be fighting Kile utakachokuwa unapigana kwa 10 years to come, miaka kama 10 na kuja, you don't understand it. So hauielewi, you don't have a formula haujui ufahamu ya of hiyo. what you will be fighting. Kile utakachokuwa You unakipigana don't understand hauelewi. how strong will be your enemy. Jinsi ambavyo watakuwa You maadui don't wako understand hauelewi. how skillful is your enemy. Jinsi walivyo na ufahamu You don't understand hauelewi. which land does your enemy live. Ile taifa maadui wanaishi You don't understand hauelewi. how powerful they are. Jinsi walivyo na You nguvu don't understand hautaelewa. how planned and organized they Ile are. mipango walionayo dhidi yako, You are just born wewe ulizaliwa and tu prepared. na You ukaandaliwa, are prepared ukawa andaliwa into a war kwa vita, that you don't have a formula. vita ambazo That is hauzielewi. why most
of you hivyo ndivyo wengine who are wetu called wameitwa are completely confused. wamechanganyika, Because you are called kwa sababu umeitwa on a front that you don't understand. kwa kitu ambacho You haukifahamu. are called Umeitwa on an enemy. The war that you are about to go to, vita ambayo unaiendea it is not existing. haipo tena. Nobody even is imagining that there will be a war. Kuna mtu hata anafahamu kama kuna vita. When you were born, Ulipozaliwa only God knew ni Mungu alijua tu this gentleman ya kwamba mtu huyu is going to be in a fight yeye atakuwa kwa vita some 40 years to come, miaka kama 40 na some kuja, 70 years to miaka come. 70 na kuja. And when you are born, Na ulipozaliwa God does not tell you hata kwa about the war you will encounter. ya kwamba kuna vita utaingia ndani yake. What God does, Ile kitu Mungu hufanya, He opens some doors anafungua milango mingine that will cause you to get in trouble. inafanya uingie kwa mashida na matatizo. When you are coming up Utakapokuwa unainuka during the training of a Joseph, wakati unapofundishwa kama Joseph, God does not open the doors of blessings. Mungu afunguagi malango ya baraka. He opens the doors that will hurt you. Anafungua milango ya kukukwasa. He always opens doors Anafungua malango that zingine will hurt you. itakao kukwasa Not wewe. doors that will become a blessing to Si you. milango tu ya baraka. Sometimes you will find yourself, nobody is liking you. Utajikuta hakuna mtu anakupenda. That nobody want to be associated with you. Kuna mtu anataka kujihusisha na wewe. That you are praise worshiping and then you are moved to become something else. Umekuwa muibaji, umeingia kitu kingine. That you are preaching and you have been moved to something else. Umekuwa ukihubiri na umeingia kwa level nyingine. That you have been a farmer, you have moved to another country. Umekuwa mkulima, umeenda kwa taifa And lingine. begin a new life. Na unaanza maisha mengine. A life that you never prepared for. Mpango ambao hauko umeupangia. That is how God deals with the Josephs. Hivyo ndivyo Mungu alivyodeal na Joseph. He will never open a door that will make you happy. Hata fungua mlango ambao utafanya ufurahie. Until to where God wants you to be. Na mpaka uwe mahali Mungu ataka uwe. It is tears. Ni kilio na majonzi. There is no happiness for a Joseph. Kuna furaha na kuchangamka kwa Joseph. Until you get into the center of command. Mpaka utakapofika kiwango. Until you get to where God wants you to be. Mpaka ufike mahali Mungu ataka uwe. The rest of your life will be crying. Maisha yako mengine yote ni kilio. Because every single door God will open for you. Kila mlango ambao Mungu atakufungulia wewe. It is a training door. Ni mlango wa kukufunza. Joseph had a dream. Joseph akawa na ndoto. And in this dream, Na kwa hili ndoto he saw a star akaona nyota and several other stars. na nyota zingine kando. And these other stars, they were worshiping this one star. Hizi nyota zingine ziliabudu hii nyota. Remember, Joseph was a beloved son of his father. Juu ya kwamba Joseph alipendwa sana na baba yake. He's a guy that father liked most. Ya kwamba Joseph alipendwa mno. That was another door that was not good for him. Huo ni mlango mwingine haukuwa mzuri kwa Joseph. When you are loved by your parents and others, Wakati umependwa hivyo and you are younger than them, na wewe ni mdogo kwa wao, there is a door that will be open to you, kuna mlango utakufungukia. that will cause severe persecutions, Utakuwa na mateso na dhihaka ndani. hatred, Na kuchukiwa, neglect, mambo ya kutengwa, and many things will happen na around vitu you, vingi vitakutokea. because they think Kwa sababu walifikiria you are more preferred than them. wewe ndio unafaa kuwaliko. That's a door that is not pleasant to you. Huo ni mlango ambao hautakupendeza. Number 2 door that opened, Namba ya pili, mlango kufunguka. he had a dream, Akawa na ndoto, and this dream na ndoto hii he said to others. akasema kwa He wengine, told his brothers, akaambia ndugu he zake, told his father, akaambia baba yake, and a dream that defined what he will become. ndoto ambayo ilionyeshana kile atakachokuwa. It's a dream that divined him, Ni ndoto ambayo ilionyeshana, a dream that revealed to people this is the man, ndoto ambayo ilionyeshana yeye ndiye mtu, because he saw several kwa stars sababu aliona nyota nyingi that were bound down zilizoabudu chini to one star. kwa nyota mmoja. And when he told his father about this Alipomwambia dream, Jacob baba yake, the father asked him, baba yake Jacob akamwambia, ekayoletwatha, kwani utakuja kututawala mwana?
and you mean you lead us. Wewe unaoneshana kwa gatwatha mundu huyo. If that said to you by your kama hiyo mother, siku moja ilisemwa na mama yako, or your father, ama baba yako, or your teacher, ama mwalimu wako, somebody elder than you, mtu ambaye ni mkubwa kukuliko, you are living in a curse. unaishi kwa laana. Kayo twatha. Kwa gatwatha mundu huyo. Kayo toga. Kayo gatoga mundu tulio haha. Kayo wa kurathimwo. Kawana mundu wa girathimika. Kayo haya kawana nehiri atia. Kwani umekuwa mkubwa aje? That is a door. Huo ni mlango of a generational curse. Ni mlango wa generation laana hiyo. That will cause you to suffer. Itakufanya uteseke. Unimaginable suffering. Mateso ambayo hautaelewa. I want to say it in Kikuyu. Ndenda kuwa tena Kikuyu. Kae. It is a disbelief. Ni kitu ambacho hakiaminiki. It's a disbelief from your father. Ni kitu hakiaminiki na baba. Because he never expected you. Hiyo hakuwa anakitarajia. That you can be that. Ya kwamba utaweza kuwa hiyo. What is? This is not ordinary son. Oyo ti mwana wa kawaida. He was able to know. Aliweza kujua. This son. Huyu mwanangu is going far. Oyo nela diekura at the end of the day. Siku moja tu. Me and my children. We shall bow down to him. So it's like he was asking. Akawa najiuliza. Even me. Hata mimi. Your father. Baba yangu. I bow down. Nitaabudu wewe. That is how he released the curse. Hiyo ndio alichowachilia kama laana. And a few days later. Na siku chache baadaye. The brothers planned for the murder. Ndugu wakapanga mauaji. Previously, basiku baada. No, before that. Baada ya hiyo. Before his father said. Kabla baba yake aseme. They hated Joseph. Walimchukia Joseph. But they never had a thought of killing him. Hawakuwa na mawazo ya kumuua. They never had a plan to kill him. Hawakuwa na mpango wa kumuua. But when the father opened the door of killing. Wakati baba alifungua mlango wa kwani utakuja kututawala. He opened the door of killing. Akafungua mlango wa kifo. The brothers decided now to kill him. Ndugu za Joseph wakapanga. Because they have realized through the father. Walielewa kupitia baba. That this is not an ordinary citizen of this world. Ndugu wetu wa kawaida huyu. This is one character that is very dangerous to us. Huyu ni mtu aliye na tabia. So they decided to kill him. Wakapanga kumuua. As they were planning to kill him. Walipokuwa napanga kuua Joseph. They dug a pit. Walichimba shimo. Where they will throw him. Mahali watakapomtupa. His younger brother. Yule ndugu yao mdogo. Came and saved him. Akaja kamuokoa. And what did he say? Na alisema nini? Instead of killing this man. Baada ya kumuua ndugu yetu. Why can't we sell him? Kwa nini tusimuuze kwa hawa? Because of the door that his father opened. Kwa sababu ya mlango baba alifungua. Another door of being sold has opened. Mlango mwingine wa kuuza umefunguka. And they said, why can't we sell him? Kwa nini tusimuuze huyu? Because of the power of the tongue of the father. Kwa sababu ya maneno ya ulimi ya baba. Already the tongue of his father. Ulimi wa baba had prepared people to come and buy him. Uliandaa watu wakuja wauzie. No, they were planning to kill. Walikuwa wanapanga kuua. They were not planning to sell. Hawakuwa wanapanga kuuza. So they didn't know where, they didn't have a plan or anything to sell. Hawakuwa na mahali ama kitu kingine ama mahali wanaweza. So they were not looking for a marketplace. Hawakuwa wanaangalia mahali pa kuuza. Because they knew there is a pit. Wanajua kuna shimo where they are going to bury him. Hali amage mudika. But because of the power of the father. None todo wa hinya wakali wa gaida wao. And the power of the anointing upon him. Na hinya wa otureide ali naguo. Instead of the pit. Ba hado hakumwite ilima. A buyer was presented. Adu akogora Joseph magiuka. And this buyer, the buyer were presented after. Walitayarika baadaya. After they had an intention of selling. Baada ya kupanga kumuuza. That is when the buyer was activated. Wale watu wa kununua wakajileta. Had they not intended to sell. Hawakuwa na mpango wa kuuza. The buyers could not have passed through that route. Wale watu wa kununua hawangepita kwa ile njia. But when they activated the spirit of selling. Lakini walipoingiwa na roho ya kuuza.
the buyers were presented. Andu akugura magioka. And immediately money was put into the pockets of the buyers. Na oidio pesa ikigemi uko ya The buyers had no plans to buy a human being. Ona aguri matena mvango akugura mu. They had money that they were to use along the way as they were going. Mali na besha kuhudhira safari ine yao. But immediately an activation of selling, Noli liodusho watu nyine dhini wadu waya. an activation of buying came. Watu wa kununua wakajitokeza. And an activation of money came. Na pesa zikaja. This is when the anointing from God is operating in you. Hivyo ndivyo upako wa Mungu unafanya kazi juu yako. And the anointing of the destiny killer operating in you. Na upako wa watu wauaji inaoperate kwa maisha When yako. these two anointing are operating, Wakati anointing hizi mbili zinapofanya you kazi, walk on a string. unatembelea juu ya kamba. You walk in somewhere that is so tiny. Unapitia mahali ambapo ni very Because either way you can be flipped. kila pande zote unaweza anguka. You can go that you can die. Unaweza kufa. You can live. Unaweza ishi. You can be sold. Unaweza uzwa. You can never. You can. They can stop selling you. Wanaweza kosa kukuuza. Something will happen. Mambo inaweza fanyika. As you are moving towards the call of Joseph, Unapoingia kwa mwito wa Joseph, it is a two-sided sword. kuna pande mbili za panga. That if you push it Unaposukuma to any direction, kwa njia yoyote, you will be hurt. utagwaluzwa. Whether you are walking with God, Kama unaotembea na Mungu, you will be hurt. utaguzwa. Whether you are on the side of the devil, Kama uko pande nyingine, you will be hurt. utaguzwa tu. Because what is happening to you, Kile kinachofanyika kwako, nobody has power hakuna mtu ana uwezo to kill you, kukuua wewe, to destroy you, kukuharibu wewe, because you are carrying, kwa sababu ya kile umebeba. you have a pregnancy Una mimba ile that is carrying ambayo inabeba a salvation wokovu of some people somewhere. kwa watu mahali fulani. And this salvation Na wokovu will happen 10 years to come, itafanyika miaka 10, will happen 50 years to come, miaka 50, will happen 60 years to miaka come. 60 na kuja. So no matter who is handling you now, Haijalishi ni nani anayekukamata, you will not die, hautakufa. but the challenges will be more. Mapito yatakuwa. And as you move closer to where, Unapoendelea mbele, as you move closer unapoendelea to ukaribia your destiny, kwa hatima yako, challenges become more. mambo yanatokea. They become powerful. Unaendelea kuwa They become so destructive. inakuja hadi They plan to kill you. inataribu kukuua. They plan to destroy you. Wanapanga They kukuharibu. plan to bring you down. Wanajaribu They kukuweka chini. plan to gun you down. Wanataka kukupiga They kichwa. plan to obstruct you. Wanataka kukuangusha. But more you move, Unapoendelea, because you don't move on your own, hauendi peke yako, you are moved by God. unapelekwa na Mungu. They will have planned to kill you, Wanaweza kuwa na mpango wa kukuua, but God will have planned people to come and buy you. Mungu atasababisha watu wakuja wakununua. Then you will be taken to Potiphar's house. Utapelekwa kwa Potifa. Then you will perfect your work in Potiphar's house. Fanya kazi nzuri kwa nyumba ya Potifa, Because the knowledge you have, kwa sababu ya ule ufahamu ulionao. you have a big knowledge Una ufahamu wa that kiwango cha will juu. cause everybody even to admire you. Utafanya kila mtu akutamani. And then the wife of Potiphar, Mpaka mke wa Potifa, the spirit of his father, roho ya baba yake enter the woman, the wives of the Potiphar's wife, itaingia kwa mke wa Potifa. and the woman will decide to bring you down Hata mke wa Potifa atajaribu by kukuleta doing things that are not right. kwa sababu ya mama ambayo si sawa. Sometimes Wakati mwingine we are made to do things. tunapanga kufanya, We are coerced to be in situations. tunaingia kwa mambo, We are made to get into situations tunaamua kuingia kwa hali zingine because of our desperate kwa moves. sababu ya shida tulizo nazo, Because life has become so kwa unbearable. sababu maisha yamekuwa Because magumu, things are not working. mambo haiendelei sawa, Because your businesses are not working. kwa sababu biashara yako Your haiendelei, marriage is not working. ndoa yako haisimami, And nothing and everything has na stopped. kila kitu kimesimama. You find yourself in a compromise situation. Unaingia katika hali ya kupatana, kukubaliana, That is password. na ni wewe tu uko na password ya It is mpango, not with anybody else. haina mtu mwingine There yoyote. is no pope to be taken to be replaced with a dead pope. Hakuna pope kwa yule You ambaye are the only pope, ni yule tu pope, and you must survive, na lazima uishi, and you must make it, na lazima whether you like it or not. upende usipende, You must make it. utafanya Tell your neighbor you
you, kile how they are watakachokupiga, going to fight you, venye where watapigana, they are going to sell you, mahali whether you watakufunga, are going to prison. mahali utaenda kwa It does not matter to God. haijalishi kwa He Mungu, doesn't care. haijalishi kwa Mungu. He can't even blink. Yes, He just look at you watakuangalia as you are facing wakati unao your knife, kile as unachopitia, you are facing kile unachokumbana, pain, uchungu, as you are facing kile unachopata, the difficulties. uchungu na ungumu, It does not. haijalishi. The Joseph calling, Joseph, mwito wa Joseph it is a ruthless calling, ni mwito ambao ni mwito because mgumu. it is so unfortunate calling, Ni mwito ambao ni wa ghafla tu. because Shiko, you are alone, Wewe umeitwa peke yako, nobody else. hakuna mtu mwingine. So even if you try to run away, Atajaribu kuyapaepa you kidogo, run away and then discover you have gone to the right track. utatoroka, lakini utakujua kwamba umepotea njia. You will get the people who will buy you. Utapata watu watakununua ukihepa. Kumbe God is preparing Kumbe Mungu anapanga for you to repatriated ili wewe uweze kuingia to another position kwa level nyingine, of strengthening. kwa kupatiwa uwezo na nguvu. Be taken. Pelekwa. You are being taken Unapelekwa mbele to another level kwa kiwango kingine of testing, ya kujaribiwa, another level kwa kiwango of kingine hardening. ya kufanywa kuwa mungumu. But because God is so good, Kwa sababu Mungu ni mwema, the man was arrested mtu yule and alikamatwa he was taken to prison. akapelekwa jela. Now I want you to see, Nataka uweze when kuona you are called in a Joseph calling, umeitwa na mwito wa Joseph, you are never taken where others are taken. hautapelekwa wengine mahali There wanapelekwa. were several prisons. Kuna jela nyingi, There were several prisons. kulikuwa na jela nyingi. But this man Joseph, Huyu mtu anaitwa Joseph who is a foreigner, ambaye ni mtu mgeni, was not taken to an ordinary prison. hakupelekwa kwa jela tu hivi He hivi, was taken to a royal prison. alipelekwa kwa jela kubwa. So no matter the life, Carol, Haijalishi no maisha, matter the struggle, haijalishi it's kung'eng'ana a royal struggle. ile ambayo una struggle. That is one thing you need to appreciate God. Hiyo ndio kitu unapaswa For kuwa. the people facing the Joseph calling, Wale watu wanapitia mateso, they go through a royal treatment. wanaingiwa kwa kiwango cha juu. He was sold to people who are connected to the royalty, Aliuzwa kwa watu ambao ni wakubwa. because these people knew Potiphar. Watu hawa walijua Potiphar, So they knew this we are going to take to Potiphar. wakajua huyu mtu tutampelekea So Potiphar. God will prepare Mungu atatandaa a situation that you are not going to really suffer. hali ambayo hautateseka sana, You are not going to be overstressed. hautang'eng'ana te sana. You will be stretched with comfort. Utaingia pale na comfort kiasi tu, You'll be fingered with some comfort. utafinywa tu, lakini kuna rehema kidogo tu. Yes, you will face it. Utapitia tu, But eventually you'll be taken somewhere, you'll be taken care of. utapelekwa mahali tena So utashughulikiwa. Joseph was not taken to any other prison. Joseph hakupelekwa kwa jela ordinary, He was taken to a royal prison, alipelekwa kwa jela za where kiwango cha people juu. from the royalty are taken, Watu ambao ni wakuu wanapelekwa because his connection was royalty. kwa sababu connection yake ilikuwa loyal. He didn't have a connection of the meandering people. Hakuunganishwa na watu wa kiwango His life was not for the low class people. kiwango chake si kiwango cha watu wa chini. His calling is for the mighty and strong. Mwito wake ni wa ukuu na mambo makubwa. So Josephs are not called hawaitagwi for just ordinary kwa things. vitu tu za kawaida, They are called for a preparation wanaitagwa kwa vitu vimeandalika, because of the kingdom, kwa sababu ya ufalme, because of the power of God, kwa sababu ya njia za Mungu, because of what that is going to shake the world. kwa kile Mungu ataweka neno lake, That is atathibitisha. the reason Kwa sababu hii Joseph had to see the star. Joseph angeona nyota. That is the reason Hiyo ndio sababu Joseph had to dream. Joseph angeota ndoto. That is the reason Hiyo ndio mpango Joseph had to be hardened that he was going through. alichokuwa akikipitia. It is because of preparation, Ni kwa sababu ya kuandaliwa, of producing a king. He was going through alikuwa akipitia, because he was to be produced a king. alikuwa aachilie mfalme, Afanyike mfalme. afanyike mfalme. The reason for him going through Kile
kilichofanya It apitie is because of what that was there. kwa sababu ya kile kilichokuwa pale. It was not ordinary. Si vitu ordinary. So when you are facing the Joseph calling, Wanapopitia Joseph calling, it is not because of today. si kwa sababu ya leo It tu, is because of your tomorrow. ni kwa sababu ya kesho yako, Because you are going to become a king. kwa sababu utakuwa mfalme, You are going to become a leader. utakuwa You are kiongozi, going to become powerful. utakuwa mtu You mkubwa, are going to become rich. utakuwa You are tajiri, going to conquer mountains. utaweza kuweza milima. That is why Kwa sababu hiyo God is preparing you wanakuandaa, in a manner the time you reach there. kwa sababu utakapofika pale You will not have pride. hautakuwa na You kiburi. will know this is the work of God. Utajua ni mkono wa You will know this is the hand of God. Mungu, ni mkono wa You Mungu. will know this is the spirit of God. Utajua hii ni roho ya Mungu. Had it not for God, Kama si Mungu I will not have reached here. singefika hapa, Because in the first instance, kwa sababu ya ile ya my kwanza brothers had the power to kill ndugu me. zangu wangeniua. My brothers were many. Ndugu zangu My walikuwa wengi. brothers were strong. Ndugu zangu walikuwa na They uwezo, had the weapons. walikuwa na silaha They zote, had everything. walikuwa na chochote They kile, could have killed me. wangeniua. But look, alas, Angalia sisi, it is not si kwamba what they had prepared kile walichokuwa that wamekipanga has happened. ikafanyika. When they had planned to kill you, Walipopanga kukuua, God had a plan to you to be sold. Mungu akafanya uuzwe. When this woman had a plan to make you die, Wakati mama alifanya ufe, there is a plan for Potiphar to go and take him to prison. Potifa akapanga kumpeleka Because jela, Potiphar kwa sababu Potifa was the commissioner of police. yeye alikuwa mtu mkubwa kwa serikali, He has flying squad. alikuwa na watu wakubwa, He has the GSUs. alikuwa na watu na askari wenye nguvu. The more Ona koleo Potiphar, Potifa, the woman that was offended, mama yule aliyetumika is a woman of a police commissioner. ni mwanamke wa askari mkuu. I want- Roho ya baba He killed. Ekayoretwatha. iliua. That is a spirit of killing. Ni roho ya kuua. Then he faces the brothers Naye akakutana ndugu zake who wanted to kill him. wabao walijaribu kumuua. The spirit of killing. Roho ya He kuua came and faces the Potiphar's wife. akaja akakutana The wife that wanted him to die. yule mama alitaka The spirit of killing. roho ya kifo na mauti. So this spirit does not come today because it has come today. Roho cio ndunuka umuthi tondu ni wa umuthi. It is a spirit that follows you from your Ni parents. roho ambayo inakufuata kutoka kizazi kwa What did the kizazi. parents say about you? Kile wazazi walichosema kukuhusu, What did the parents say about your calling? kile aciari akumagirira mwito wako, What did the parents say about what you become? kile lile aciari akumagirira kile Was ugatuika. there any blessing upon your life? Kuna maundu mokire muturire-ini That wako. is why you see normally we go home Wakati mwingine tunaona tunapoenda to nyumbani seek from our parents. kutafuta mawaidha kwa wazazi, Might it be there is a time maybe kuna wakati they called you Nuhi? walipokuita ndugu wewe, Maybe there is a time maybe kuna wakati they called you Kerimogeki. walikuita mjiga wewe, Maybe there is a time maybe kuna wakati they said you were Dolinakiri. mema walikwambia maybe I wewe, know parents here. na najua wazazi If wengine you have ever never said to your child such a word, ogoro wanalia kiuka muhiri if you have never said such a word to your child, ogoro wanalia kiuka muhiri goshi anyone that is negative, kiugo kiothe negative lift up your hand. wagwo kwa kuna If you have never mentioned a negative word to your sons or ogoro daughters, wanalia kiugo tagia kiru wakorwo nduri waria kiugo kia kuruma mwana, wagwo kwa iguru lift up your hand. Nduri waria, hujawahi ongea hujaiambia mtoto mjinga hii toka hapa. Only hujawahi kabisa maisha yako. Mpigieni makofi, wapigie hawa. wapigie makofi hao. Nyinyi wengine wote Aya giothe organize to bless your children, paga kubariki watoto, because there is a door you opened. kwa sababu kuna mlango uliofungua. The struggles they are going through, Mateso watoto wako it wanapitia, is you who is the cause. ni wewe ulisababisha. Those words, Haya maneno, those words you say, yale maneno they uliyosema were too small, yalikuwa they were madogo, too ordinary, ni maneno tu rahisi tu, but they registered somewhere. ikanakilika mahali. Because this man could be a Joseph. Huyu mtu kama angekuwa Joseph, This man could be, maybe huyu maybe he is a Joseph. ni Joseph,
And now what you have opened to na this kile Joseph, umesema na kinywa it chako is the spirit of death. ni maneno ya kifo na All through is the spirit of death. kwa maisha yote anafuatwa na kifo. This is very important. Hii ni jambo ya muhimu sana. You see what Joseph went through. Umeona kile Joseph alipitia. Instead of him being killed, badala yeye kukufa, he was arrested aliwekwa jela and taken to prison. alikapelekwa gerezani. The good thing still God was walking with him. Bado Mungu alitembea na yeye. Despite the challenges, hata kama mateso, God was walking alongside. Mungu alitembea na Joseph. Where he will fall, mahali angeanguka, God will lift him. Mungu angemuinua. This God is merciful God. Mungu ni Mungu wa huruma. For that man that is able to understand, ili mtu yule apate kuelewa, the person who is upright in the spirit, mtu ambaye ameinuka kiwango cha juu kiroho. for a Joseph to succeed, ili Joseph apate you kufaulu, must be upright in the spirit. lazima uwe kiwango cha juu kiroho. You must be connected spiritually. That is incredible. Hiyo ni kitu, that is so powerful. hii ni kitu kubwa na uwezo. It is something beyond, ni kitu and it has caused many anointings to go down. imefanya watumishi wengi wanaupako waende chini. You need for to be a Joseph, ili uweze kuwa Joseph, your mind, mawazo yako, your preparedness, kuadalika kwako, you must be upright with God. unapaswa kuwa umeunganika na Mungu. When Joseph was presented with a cake, wakati Joseph aliletewa hii mambo na mke wa he Potifa, didn't see the cake, hakuona hiyo cake, he saw where he is going. aliona mahali alikokuwa na. So the spirit in Joseph roho iliyokuwa ndani ya was Joseph awake. ikainuka. Tap your neighbor, gusa jirani yako, tell your neighbor, mwambie jirani yako, your spirit roho yako must be awake. lazima iinuke. They will torment you, itakuweka they will chini, fight you, itakupiga, they will fight you, watakupiga, they will bring you down, watakuleta chini, they will do everything possible. watafanya vitu vyote. But if your spirit is awake, na kama roho yako itakuwa imeinuka, they will not be able to touch you. hawataweza kukuguza. No battle against you hakuna vita dhidi yako that he will conquer you. itakuweza They wewe. will put you into prison, watakuweka gerezani, but still lakini God will send people with dreams. Mungu watatuma watu na ndoto, They will put you in prison, watakuweka kwa but gereza, still lakini God will cause people to come and listen to you. watakuja kukusikiza. Why? Kwa nini? Because you are not able to betray the cause of God in you. hautaenda kinyume na mwito wa Mungu. Just stay intact. Kama umeungana, Just stay intact. ingia kama It umeungana. is for a time. mambo ni mateso It ya is Mungu. for a few days. hii ni ya muda mdogo It mno, is not for a long time. si ya muda muolevu. Very soon, siku chache, very soon, siku chache tu you will call for them that betrayed you. utawaita wale waliokusaliti. Because when the dream came, wakati dilimu itakapotimia, when the big day came, wakati hiyo siku kubwa itakapofika, the dream came to the king, ndoto ikaja kwa mfalme, and the dream nobody was able to interpret. hakuna mtu angetafsiri ndoto. All this time wakati huo wote of Joseph suffering, mateso ya it Joseph is because of one dream. ni kwa sababu ya ndoto moja. All the time you've suffered Shiko, mateso yote umeyapitia it is dada yangu, because of one dream, ni kwa sababu ya ndoto moja, not two dreams, si ndoto mbili, not three dreams. si ndoto tatu, One dream ndoto moja that is carrying your key, ambayo imebeba that is carrying your gate, imebeba that is carrying your success, imebeba that is carrying where you are going, imebeba mahali that is unakokwenda, carrying what you are going to become. inabeba mahakile But the Potiphar's wife is there mke wa Potifa to yuko come and stop this king. kuja Your wanyamazishe brothers are there wenzako to wako come and stop this ili king. wanyamazishe The hii. people around are there. watu wako pale, The jailers are there. wako pale akina Jaira They come and stop this dream. wakuje wasimamishe But hii, if you stand firm lakini ukisimama and walk firm na usimame and vizuri know this firm, na usimame I imara, want to assure you, kanikwambia I want to promise you, no kanikuhakikishia, matter what they say, hajalishi no wanasema, matter what they plan, hajalishi kile no wanafanya, matter what they do, hajalishi kile wanafanya. one dream. Tell your neighbor one dream. Mwambie jirani yako ndoto, Tell your neighbor one dream. ndoto Tell moja, your neighbor one dream. ndoto moja He's carrying my key. imebeba He's carrying my passport.
supporting me. That is enough. It's enough for me. All what I need to do is to persevere. Is to persevere. Is to persevere. Is to persevere. What they say I don't care. What they say I don't care. Where they say I don't care. Where they take me I don't care. You need that one dream. Unahitaji ndoto hiyo moja. Not many people around you. Si watu wote walio karibu na wewe. That one dream. Ndoto moja tu. This is the only person that was never elected. Huyo ni mtu mmoja tu ambaye hakuchaguliwa. But he ruled a foreign nation. Akiwa katika nchi ya ugeni. The person who never went to the processes of immigration. Ambaye hakuenda kwa ofisi za when you have a Joseph calling. Aliye na mwito wa Joseph. You don't need to go through the processes of man. Haupasi kutembea kwa njia za wanadamu. The process of God is final. Process ya Mungu yatosha. The process of God is final. Njia za Mungu zatosha. You don't need man to vet you. You don't need man to say about you. You don't need man to come and approve you. You need to live your dream. Unahitaji ndoto. Just live your dream. And you will be there where you want to be. You become the prime minister in a foreign land. The king. Mfalme. The king said. Mfalme akasema. Had it not for the protocols. Hakuna haja ya mpangilio. No. Yes. Wewe takupeleka shule. Had it not. Kama hakungekuwa na itifaki. Kama hakungekuwa na itifaki. Yes. Sio itikaki. Had it not, put your hands together. Hallelujah. Had it not, kama hakuhitaji protocols. Tiga nimetaratara. Tiga nimetaratara. Had it not for the protocols. Tiga nimetaratara na mifago hiyo. Even this seat I'm sitting on. Ile kiti nimekikalia. I could have given it to you. Nikekupa wewe Joseph. When the power of God. Wakati nguvu za Mungu. When the process of God enters you. Wakati unabii wa Mungu. And you persevere the process. Unapovumilia yale mapigo. All protocols are broken. Mipango yote inavunjwa. Every protocol in your life. Mipangilio yote inavunjwa. Inavunjwa. Because God will work with his program. Mungu atafanya na mipango. God will work with his processes. Mungu atapanga na mipango. Because why God will work with processes? Wakati Mungu anapanga na mipangilio yake. Why will God? Why? Kwa nini Mungu afanye na mipangilio yake? Because he has taken you. Kwa sababu ya maana ningetaka kukupeleka. Through his process. Kwa mpangilio wake. And his process is superior. Na mpangilio wake una other processes. Kwa mipango mingine. His process mpangilio yake is superior. Iko juu. Is superior. Iko than juu. any other process. The doors that you thought can never be opened. Mlango ambao ungehitaji ufunguke. The process of God has the master key. Njia ya Mungu ina funguo. The land you thought you cannot go. Ile nchi ambayo unafikiria ungeingia. The land commissioner to that place is God. Yule kiongozi anaitwa and he will cause everything to work. Anaitwa kwa sababu yako. Remember he told the children of Israel. Aliambia wana wa Israeli. Start a journey. Ya kwamba alipoanza njia. He told them to start a journey. Aliwaambia waanze safari. And they began a journey. Na wakaanza safari. They began a journey. Wakaanza safari. He knew very well. Alijua kabisa. They are going through a desert. Wanaipitia jangwani. He never warned them there is no water. Hakuwaonya kwamba hakuna maji. He waited for them. Aligoja wao. Start the journey. Waanze safari. To face the wrath. Wapitie mangumu. As now they became thirsty. Walipoingia kwa mfungo. And they became thirsty. Na wakaanza kuwa na kiu. That is the time. Huo ndio wakati. God created the well. Mungu alitengeneza kisima. The well is not created before you begin the journey.
Kisima hakifanywi kabla haujaanza It is safari. created when there is that need. Itatengenezwa kwa sababu ya hitaji hilo. Joseph to be sold. Hakuwa auzwe. But Lakini when they decided to sell, walipoamua kumuuza, a buyer was brought by God. Wanunuzi wakaletwa na Mungu. Just to save Joseph. Ili waokoe Joseph. When the wife of Potiphar, mke wa Potiphar, was planning to kill this man because of her shame, alipokuwa anataka kumuua sababu ya shame, God entered into Potiphar. Mungu akaingia Potiphar. And instructed Potiphar, take this man where he can have safe custody. Akaambiwa mpeleke gerezani. That is why he had safe custody. Akawekwa mahali. So the jail you are in today, ile jela uko ndani yake leo, it is not demonic jail. si jela ya kishetani. It is a godly jail. Ni jela ya kiungu. Because God is preserving you. Ili Mungu akuweke pale kuhifadhi. While in prison, ndani ya gereza, God knew this man is a foreigner. Mungu alitumia huyu mtu wa And nje. for those people that have gone to prison like me, Wale ambao walikuwa wafungwa, when you are in prison, you depend on your money and your knowledge. ukiwa gerezani unatumia pesa zako na hekima yako. You need to know how to survive. Lazima ujue jinsi ya kuishi. The 52 times I've been to jail. Na kwa sababu amewekwa gerezani. The 52 times I've been to jail. 52 years ambao nimekuwa kwa jela. It is about how you plan yourself. Ni jinsi utakavyojipanga You must mwenyewe. be smart here. Utumie akili, we smart. Otherwise you are going to open your other side. Utafunguliwa kule. You are going to open you because of food. Si kwa sababu ya chakula. Because food there is for a few people. Chakula ni cha watu wachache. If you don't know how to use your brain to get food, kama utaweza kutumia akili there are those who takes much food from others, kuna wengine wachukua chakula so that they can sell that food hiyo wapate kuuza kile chakula using the other route. wakitumia njia ile nyingine. So many people they become gays in prison kule wanakuwa gays kule gerezani because of the stomach. kwa sababu ya njaa. Because 2-3 days you don't eat, siku 2-3 haujakula, and then you are carrying something that can give you food, na umebeba kitu kinaweza kukupa chakula, then you give it out, unapeana tu, because in any case it is not helping you. kwa sababu kwa siku chache utajikuta It is haikusaidii. a discharge. Sivyo It is not helping you. haikusaidii. So you release for food, Unaachilia kwa sababu ule because you also know the food will pass through the same route. yes. That's the pain that they go in prison. Ni uchungu mno kwenda And gerezani. this thing could have happened to Joseph. Hii mambo yote maybe ilifanyika kwa Joseph. It could have happened. Kama ingefanyika kwa Joseph. And God knew Na Mungu alijua these things do happen. hii mambo inafanyikaga. Do happen in prison. Inafanyikaga kwa gereza. So what did God do? Mungu alifanya nini? He created dreams to many people in prison. Alifanya watu wengi waote ndoto kwa gereza. And Joseph interpreted every dream. Joseph naye akawa na kipawa akata interpret ndoto. For a pay. Kwa sababu ya For kulipia. every dream he interpreted, Kwa kila ndoto aliyoitafsiri, there was something he was paid with. kuna kitu alichokuwa nalipwa nacho. So irrespective of the challenge, irrespective of the challenge, kwa sababu ya ile vitu, irrespective, hata haijalishi mapito. Bethel Clouds TV, empowering